ndiye akatoroka akaenda huko ng'ambo. Sasa makosa yake ilikuwa ni nini? Manake yeye alikuwa kama ile commissioner na walikuwa watu 7. So walikuwa watu 7. Sasa wakagawanyika wakati ya kutangaza matokeo. 3 pande hii, 4 pande hii. Irene na wenzake walikuwa 4. Wengine walikuwa 3. Kwa hesabu ile ya Kerry Francis, najua 4 ni kubwa kushinda 3. Lakini hesabu ya Wakenya mara hii 3 imeshinda 4. Ikasemekana ati hao 3 wanasema ukweli, hao 4 wanasema uongo. Mpaka sasa wanakuwa wasaliti, wanarushwa. Hiyo ni demokrasia ya Kiafrika, demokrasia ya Kenya. Mimi nacheka tu. Mimi nimeona haya yamefanyika. Waswahili wanasema ati yaliyopita si ndwele, ndoganga yaliyomo na. Lakini Irene hata juzi wakati tuliweka ile kamati ya NADCO, waliongea kwa runinga wakiwa kule upande ile kule Amerika. Yeye na yule nani mama mwingine Cherera, they call Cherera 4. Na hata nani huyu Nyagaya wako kule Amerika. Mwenzao mwingine mbona yuko hapa. Na walitoa ushahidi ya kutosha. Wakasema yale ambayo yalifanyika. Maana sasa sisi tunataka kufagia. Waswahili wanasema yaliyopita si ndwele. Na wakasema yote vile hao walikuwa najua. Najua mwaka jana tulikuwa tunapiga maandamano tunasema Sava ifunguliwe. Sava ifunguliwe. Na kumsema kweli ni nini? Sasa yeye akasema ati hiyo maneno imefanya yeye akatoroka akawa kule, lakini angependa kurudi. Pili ni mambo ya barabara ambayo imejengwa hapo. Kige naliongea juu ya barabara hiyo ambayo imekata ndani ya boma. Watu wa Kenya waliambiwa na mzee, songeni barabara kule ni mwache hii, hata ile ni shamba pande ile. Walikataa. Hiyo maneno iliudhi mzee sana. Mimi najua nasema ukweli. Sasa hiyo ni moja ya vitu ambayo imesababisha mambo yake. Lakini sasa kaniambia mimi niseme haya ni mambo mawili tu. Hiyo nasema sio kwa sababu mimi nilikuwa najua, lakini nasema manake Waswahili husema ati ukweli ikidhihiri uongo hujitenga. Sawa sawa. Sasa tuko pamoja hapa. Yale ilipita, Kenya mpaka iendelee mbele. Sasa juzi umeongea sana hapa juu ya mambo ya Gen Z. Gen Z ni wa Kenya kama sisi. Unajua mwaka jana sisi ndio tulikuwa kwa barabara. Yale maneno tulikuwa tunaongea juu yake ndio Gen Z wametaja. Hakuna kitu tofauti. Gen Z si wazimu, msilaumu Gen Z. Gen Z ni wazalendo wa Kenya wanaongea ukweli. Yale walisema, maneno ya kwanza, gharama ya maisha imepanda sana. Gharama ya maisha imekuwa juu zaidi. Sasa punda amechoka. Ametwika mzigo mpaka punda sasa hawezi kutembea, ameanguka. Sio. Pili, wakaangalia mambo ukosefu ya kazi kwa vijana. Vijana wengi wamesoma, wana masheti ya masomo, wanatafuta kazi, hakuna kazi. Wako tu pale. Kazi ya chokora ndio wanafanya.